Na natamani itangazwe kwenye lugha ya nyumbani. Lugha ya nyumbani ni wapi? Dondo. Mayenga. Ramogi. Namlolwe. Victoria. Sky FM. Gani? Chai. Watu wanasemanga Pastor Ezekiel is a billionaire, that man is a trillionaire. Si wanasema hivyo? Yes. Ni uongo mami. Hata sasa nikikwambia sina pesa utamini hiyo kitu. Sinasema Pastor hapo tunakubali tu kwa sababu umesema. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio ndugu yangu? Lakini nikwambie siri ya maisha yangu. Vile huwa unaniona ninatoa, hiyo ndio siri ya maisha. Mimi sipendi kupewa. Sipendi kuketi hapo sasa ninapewa. Sipendi. Nilikuwa Mbeya huko. Nyumba mahali nilikuwa naishi, hita ilikuwa ifanyi kazi. Sasa huko ni baridi. Sasa tunachemshiwa maji huko, inaletwa hapo na ndoo. Pastor Sara anachukua, tunamimina kwa besheni, tunaoga hivi siku 6. Inaitwa 1-2-1-2. Kitambo tumalize, ndio yule msimamizi wangu anajua tulikuwa tunaoga kwa besheni. Sasa Pastor unaoga kwa besheni? Namuuliza, kwani nilikuja hapa kuoga kwa shawa ama nilikuja kuhubiri? Tulikuwa tumeenda Mbeya kuoga vizuri. Si ni kuhubiri. Bora there is security, uko salama, unaweza lala vizuri na uamuke vizuri. Na tulioga kwa hiyo besheni. Kwani nafikiria nimesahau kusafisha besheni baada ya kuoga? Si unabakisha maji kidogo na unasafisha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikuelezee kwamba naishi maisha hayo unayofikiria. Hayo maisha ndio naishi. Na naomba siku ile Mungu ameanza kuwabariki hapa, baraka isiingie kwa akili. Wacha Yesu aingie kwa akili, kwa roho, kwa damu, kwa moyo, kwa mifupa, kwa mishipa, kwa mawazo, kwa fikra. Hata ujenge nyumba ya kifahari, bado Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Amen. Hata uwe na magari ngapi, Yesu ni nani? Bwana. Amen. Bado unaweza ukasalimia watu kwa mkono, usije ukasalimia watu. Oh my God. Oh my God. Hiyo maringo siku moja na waomba watu wa Mungu. Ninajua si sahi baadhi yenu pikipiki, mguu, gari hakuna. Nikwambie story ya New Life kidogo. Lakini ukija kule siwa unapata magari yamejaa. Ndio ananiambia kuja na upande huu. Nikwambie story ya New Life. Hiyo kanisa tukianza hakukuwa na pikipiki hata ngapi. Ukiona pikipiki moja, huyo mtu ni tajiri sana ameingia. Baadaye wakamwagika watu kanisani, watu pikipiki. Bishop akaja akahubiri hapa. Alipohubiri siku hiyo akaanza kupiga hizo pikipiki na handkerchief. Ninyi mfanyike magari. Na alizichapa hizo pikipiki, anasema kuanzia leo nyinyi ni magari. Mgeuke kwa magari. Hivi sasa pikipiki zinakaa huko nje, ni magari na ndege. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, kando na hayo yote, Ezekiel ni huyu tu. Umesikia nimebadilisha jina? Watu wa Mungu, Mungu anakuja kuwainua kwa kiwango kikubwa. Usiringe na usimtoroke Mungu.
Narudia, ili kanisa la Kisumu, Mungu hakuna kitu mko nayo. Mungu atawapa vitu, musiringe na musiingiwe na kiburi na musiache imani. Ikiwa ulikuwa unapiga magoti hivi kwa matope na umefika kwa ibada, we piga magoti tu, usije ukatandika handkerchief. Abudu Mungu aliyekutoa kule. Muabudu tu, yeye bado ni Bwana wa mabwana. Usije ukaona matope ni mabaya na juzi ulikuwa unapiga magoti kwa matope. Usiingiwe na kiburi, usiingiwe na maringo. Na waonya, munakuja kubarikiwa kwa hili kanisa sana, kwa kiwango kikubwa. Tuliendanga kule Kitengela, saizi ikifika Jumapili wako na magari yao. Wameagiziwa hema ya kubeba watu zaidi ya watu 14,000, na wakishaweka hiyo, Kisumu inakuwa na yao. Bwana Yesu asifiwe. Na waomba musiache imani na musiingiwe na kiburi. Kama vile mkija Mavueni mnatukuta hivyo, ikifika saa ya kuabudu Mungu, abudu Mungu. Lakini jambo la kwanza, mimi na wewe tunatangaza huu mkutano kivipi. Anayeweza kulipia Ramogi alipia Ramogi. Na natamani itangazwe kwenye lugha ya nyumbani. Lugha ya nyumbani ni wapi? Dolu. Mayenga, Ramogi, Namlolwe, Victoria, Sky FM. Gani? Chai. Sky. Na gani? Joey. Hiyo ni Joey nini? Kuna Dala pia. Onagi. Bwana Yesu asifiwe. Na kule Western tunatumia gani? Samaritan. Hiyo inakaa mzuri. Mlembe FM. Na gani? Muga ni ya wapi? Matumaini. Kuna Vihiga. Samaritan iko Vihiga. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye atajihisi yeye, mimi nitatumia zile zingine kubwa. Si ni sawa? Hizo ambazo wanaitishanga mapesa nyingi. Si ni sawa? Hao wengine si mtahusika huko. Sababu hata mimi siwajui. Unatafuta namna. Unatafuta tu kile ambacho Mungu amekupa usika. Mimi wacha nitangaze huko, hata kama nitatangaza mpaka wapi. Ama hakuna billboards huko? Ziko. Okay. Billboards ni moja inaelekea 100,000 na. Alafu ziko 100 na. Hiyo ni pesa ngapi? Milioni zaidi ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu atakuuliza, Pastor Ezekiel, milioni zaidi ya 10 umeweka billboard, kwani uko na uchizi? Kuna mtu ataona hiyo billboard na tatizo lake litaisha akifika kwenye mkutano. Jambo la pili, hizo pesa si za Ezekiel, ni za washirika. Zitumike kwa washirika, iwaokoe washirika. Tingisha mtu muulize, hizo pesa ni zako wewe, unakasirika? Si ni nyinyi ndio mmezitoa? Nikizitumia kuwatangazia injili nimekosea? Niko na watoto wangapi? 3. Na mke ngapi? 1.
Hao ni watu wangapi? Watu 5. Hiyo mamilioni utakula peke yako? Si hata Mungu atakuja ukianza kutumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikitoka hapa naingia kwa mambo ya posters, naingia kwa mambo ya TV, national TV channels, naingia kwa mambo ya radio. Wewe Mungu akuwezeshe hata kama umekosa zile flyers. Nilisikia mmetengeneza ngapi? Ati 1000 ngapi? Hamjaona? Asha kimbia. Oh, ni pastor. Okay. Mmetengeneza ngapi? 10,000. Sasa 10,000 si ni ya hawa tu. Sasa watapeana kwa nani? Yaani nyinyi watu wa Kisumu mnaweza kutengeneza flyers 10,000 peke yake? Nani amesema hiyo kitu? Ya, nyinyi mtatengeneza 10,000. Na moja ni shilingi moja. Na mimi naenda kutengeneza ngapi? Tena nitumane huku. Jamani, si tuungane alafu tufanye kitu. Tuonyeshe Kasarani Injili ni Kisumu kuliko Kasarani. Amen. Kuna mtu ako tayari? Si tufanye kitu kikubwa Kisumu kuliko hata Kasarani kuliko. Unajua watu wa Mbeya walisema wanataka kufanya mkutano Tanzania kuliko Kisumu. Si walifanya imeshinda Kisumu? Si ilishinda Kasarani? Lakini ya raundi Bwana Yesu asifiwe. Mkutano ambao tulikuwa na wagonjwa wengi kuliko mikutano yote tangia tuanze Mbeya. Walikuwa na hema zinaelekea 10 ya wagonjwa tu. Na walipona kiwango kwamba hatuwezi tukapeana microphone kwa wote. Wamepona mpaka wengine wanaturingia. Mtoto tunaambiwa amepona, anaweza kutembea na anaamua na kiti, tukimwacha anaamka na anakimbia. Wale watu walifikia wale wenzao ili waje waokoke, wapone, wakombolewe, wafunguliwe. Na sisi tuende tuwafikie wenzetu. Kama kuna mtu anajua kutumia social media, atumie. Kilichonileta hapa sio kwamba kuwahubiria, hata naamini hakuna wagonjwa hapa. Wapone tu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kimenileta hapa ni kwamba mimi kama mtu ananiona huko juu nishuke tutoshane. Na kama mtu ako hapo chini apande tutoshane. Angalau tutangaze hii Injili, tuokoe wenzetu. Na ukikataa, yule ambaye hukumuita atachukua bwanako. Mami umesema nini? Sababu ukimpelekea Injili akaokoka, umeokoa mtoto wako ambaye angepewa madawa ya kulevya na huyo mtu. Umeokoa ndoa yako ambayo ingechukuliwa na huyo mtu. Umeokoa mwingine ambaye pia ngoja nikupe testimony ya jana. Kuna mshirika alikuja jana ibada, akasema pastor, juzi tulikuwa tumepanda gari tunaenda Mombasa. Wakifika barabarani gari ikasimama. Akaambiwa we mama, na kuna hizi vitambara hizi za niula ameweka kwa kichwa hivi. Akaambiwa we mama, rudi ukae nyuma au wanaoingia waketi mbele. Yeye akarudi akaketi nyuma. Wakitoka hapo wanaenda pale mbele, hiyo gari ikaingia kwa trailer. Dereva na wale walioketi hapo mbele wamekufa wote. Yeye alibaki bila hata
kukatwa mahali hivi. Huyo mtu aliokolewa kwa injili hiyo, ulikuwa unafikiria ameweka kitambara tu kwa kichwa. Ananiambia, pasta, nilikuwa na living water yangu kwa mkono hivi, nimejikuta niko Kilifi Hospital, nimeamukia huko, wamenipiga picha zote, hakuna sehemu imevunjika, hakuna sehemu imekatika. Dereva na wale wa mama walioketi mbele na wengine walikufa, mimi niko hai. Yule alipokea injili akaokoka, na vijana wa leo jenzi wanasema amesave. Unaweza ukampelekea mtu injili, kumbe unaokoa dadako. Unaweza ukampelekea mtu injili, kumbe unaokoa mtoto wako. Naomba safari hii tuifanye kutoka mioni mwetu. Kuna mtu ameelewa kile nimesema? Mimi nilikuja kuongea na nyinyi. Nikitoka hapa tunaenda uwanjani. Ninawakabidhi huo uwanja. Tukitoka hapo mimi naingia airport. Leo sikuwa nimekuja kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe.